Mungu wetu wa mbinguni alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. There is no compromise. Hatuwezi kucompromise katika viwango vya mbinguni. Yeye aliyetuita alivyo mtakatifu anataka nasi vivyo hivyo tuwe watakatifu, na tunakuwaje watakatifu? Ni neno lake linatutakasa na tufanya. The truth that we must uphold ni neno la Bwana. Haleluya. Leo tuna upendo mwingine bali neno la Bwana. Day 3. Leo naenda speed kidogo. Bro. Program coordinator. Sikibaki dakika 10 unijuze tena. Sitaki kugombana na wasomi. Leo tunaangalia the lodges in the cemeteries. Udanganyifu katika makaburi. Tuna explore ukweli, ama sio? Kazi yetu ni explore the truth. Leo tunaangalia udanganyifu katika makaburi. Makaburi kuna udanganyifu unaoendelea. Na tutakuwa tunajiuliza swali hili. Where do we go when we die? Tukifa tunaenda wapi? Where do we go when we die? Sasa tuangalie African tradition na religion, dini za Kiafrika kabla hatujapokea nuru ya neno la Bwana. Waafrika wanaamini kuna ulimwengu wa aina tatu. Ulimwengu wa aina tatu. Ulimwengu wa kwanza, ulimwengu unaoonekana, the visible world. Kuna ulimwengu ambao tunaoishi sisi. Mnasoma hivi, tunaishi wanadamu, tunaishi mimea, wanaishi wanyama. This is the visible world. Ulimwengu unaoonekana. Lakini kuna ulimwengu usioonekana, invisible world. Huu ni ulimwengu ambao wanaishi mababu zetu waliokufa. Yaani wamekufa, wanaishi kwenye ulimwengu wao. Hii ni imani wanavyowaamini wa Afrika. The African tradition religion, dini ya Waafrika kabla ya nuru ambao tumeimba katika ule wimbo nipe Biblia nipate kuona matawi zilizo duniani, nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia. Wakati Afrika wakiwa katika giza hilo, walikuwa wanaamini hivyo. Lakini tatu, wanaamini kuna ulimwengu wa kiroho. Roho, yani kuna maspiriti yako kule yanaelea, yakikasirika yanakushughulikia. African tradition religion wanasema hivyo. Kwa hiyo katika African tradition religion mtu hafi akapotea. Akifa anahamia upande wa pili, anaendelea kuishi incarnation. Waafrika wanaamini hivyo. Yaani ulikufa mgogo, unaenda tena unabadilika, unakuwa mchanga. Hao wa Afrika. Lakini wanasema mtu akifa bado anaendelea kuishi kwa njia nyingine, yani bado. Yani Afrika ni struggle. Ukiwa hai unapambana na maisha. Ukifa tena unapambana. Yani hauna kupumzika Afrika. That's the religion. Dini za mababu zetu hizo. Kwa hiyo aliyekufa anakumbukwa na wapendwa wake, anaweza kuwatokea kaongea nao. Yani aliyekufa anaweza kuwatokea. Mgaya, mimi babu yako nimekuja. Hata babu kwa kumuona, wewe kulala. Sasa nataka nikubariki. Nimeona unafeli sana ideology. Kwa hiyo wanaweza wakatokeza wakawapa maagizo walio hai, the dead. Ndio wafu wanavyoamini. Yaani wafu wanaishi, wanaweza wakatokeza wakatupa maelekezo. Na waogopa mtu aliyepewa maelekezo na aliyekufa. Nimesikia kabisa ni sauti ya baba. Umesikiaje? Amesema mnijengee nyumba. Hapo anawaambia ndugu zake tumbo hilo kwamba yeye amechokewa na baba aliyekufa, sasa wamjengee nyumba. Chagu ya Yakobo. Na anaweza kuwabariki. Kwa hiyo waliokufa wanaweza kuwabariki walio hai, ama wanaweza wakawalaani. Ndio maana Waafrika wanashughulika sana makaburi ya waliokufa. Lazima waelimie, maana wanajua katika kuelimia kuna baraka, na katika kutokuelimia kuna laana. Yaani ni tabu kabisa. Na wanaamini kwamba waliokufa wanaweza wakaombea.
Nishaikuona mtu mmoja ametoka Dar es Salaam, na enzi hizo nikiwa bado nilijua watu wanaotoka Dar es Salaam wote washakuwa wajanja. Sasa nikaona mtu mmoja ametoka Dar es Salaam, yani amepewa masharti kwanza akaongee na kaburi. Kwa hiyo sharti ni hili: usizungumze na watu mjiani, usisalimie mpaka kumalizane na nini, na kuongea na kaburi. Kwa hiyo kaja jamaa yuko serious. Watu wanamkimbilia, wow, lazima siku nyingi. Sawa. Amelona amekaza, anaenda kaburi. Alifika kwenye kaburi, akaongea na kaburi, Baada ya kuongea ndo akarudi sasa. Sasa anakuja kwa ahadi, watu walishakwazika na wenyewe. Oh, vipi bwana? Tulimchangamkia akazingua. Wana wao wamekaza. Wakagundua tayari alikuwa amepewa maelekezo. African tradition region. Kuna mtu hapa amezaliwa Ulaya. Wote ni Waafrika. Na nikiwatazama tu wote wametoka kijijini. Wale wengine wanapokula hurusha chakula chini wakiamini kuna ndugu waliokufa nao watakula. Yaani mtu ana tonge la kwanza lile anadondosha chini. Sio bahati mbaya. Anaweka ili waliokufa zamani wapate nini? Msosi. This is very wonderful. This is very crazy. Yaani Mungu aliyesema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, si ndio? Alafu katika Zaburi 8 fungu la 4 na 5 anasema mwanadamu tu ni nini hata mkumbuke. Anasema yeye umemfanya kuwa mdogo punde kuliko malaika. Alafu anaeleza fungu la 5, umemvika heshima, umemvika taji ya utukufu. Eti huyu aliyevikwa taji ya utukufu leo anachovewa tonge linawekwa chini halafu akule. This is wonderful. Nisaidie kushangaa, nachoka mimi. Wengine upeleka chakula mfano nyama na kutoa makaburini kama sadaka. Wengine wanabeba kabisa nyama wanapeleka kwenye makaburi. Yaani kwenye kaburi la babu yake, babu ale nyama. Alafu nyama wengine wanatoa kafara makaburini. Kwa hiyo Afrika, hiyo dini za Afrika. Very unfortunate. Utamaduni huu pia umeonekana katika baadhi ya madhehebu ya Kikristo kuamini kwamba waliokufa bado wanaishi. Kwa hivyo waliokufa wanaweza wakatubariki. Kwa hivyo aliyekufa leo, nakufa mimi leo mfano nakufa naitwa Gervas Mbipi. Lakini kifo baadaye nabadilika status na kuwa mtakatifu Mbipi. Na nikishakuwa mtakatifu naanza kuwaombea tena nyinyi. Mtakatifu Mbipi utuombee sisi wakosefu. Lakini leo tutaangalia Biblia inasemaje. Wanaamini kwamba mtu akifa roho yake inaendelea kuishi na anaanza kuombea walio hai, the dead. Wanaombea walio hai, wanawabariki walio hai, wanawalaani walio hai, wanaongea na walio hai. Back to the scripture. Sasa nao tunaanza ku explore the truth. Na verse 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa nini? Wapendwa, mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa namna gani? Nafsi hai. Kwa nafsi hai ina component mbili. Nafsi hai ina component mbili. Component ya kwanza ni udongo uliofinyangwa vizuri. Component ya pili ya nafsi hai ni pumzi ya uhai ambayo huyu mtu alipuliziwa wapi? Puani. Kwa hivyo kinyago, Mungu alitengeneza kinyago kikakamilika, kina miguu, kina nywele na kadhalika, lakini bado kilikuwa kijawa nafsi hai. Maana kiumbe ambacho Mungu alikusudia kukiumba kilipaswa kiwe na uwezo wa kujongea, kitembee, kifikirie, kifanye hivi na vile. Na ndio maana Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26 na 27 anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatawale. Bwana Yesu asifiwe.
Huwezi ukatawala kama unaweza ukatembea, huwezi ukatawala kama hauna akili timamu, huwezi ukatawala kama hauna uhai. Lakini lingine, waliambiwa wakazae, wafanye nini? Waongezeke. Na kiumbe hai ndio kinazaa. Kiumbe kilichokufa kinazaa kweli. Kuja nitarudi kusoma biology form 2. Akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bila pumzi ya uhai, je, kuna nafsi hai ama hakuna? I want to know if we are moving together. Bila pumzi ya uhai, kuna nafsi hai ama hakuna? Na je, nyie mlioketi hapa ni nafsi hai ama sio nafsi hai? Kwa hiyo nafsi hai, unaona nafsi hai ni udongo kujumlisha pumzi ya uhai. Ndio hiyo nafsi hai. Huyo ni mdogo wangu anahubiri. Nafsi hai inaweza kuhubiri. Nafsi hai ina hisia. Nafsi hai inaweza kanuna. Nafsi hai inaweza ikacheka. Nafsi hai inaweza ikatembea. Nafsi hai inaweza ikachumbia. Nafsi hai. Nafsi hai ina akili. Nafsi hai inaweza ikaenda chuo kikuu. Nafsi hai inaweza ikasema sisomi pharmacy, nasoma nursing. Nafsi hai. Pumzi ya uhai ikitoka, what happens now? Sasa mlifahamu nani ile hesabu zile za solve for x by elimination method? Si mnakumbuka? Nini kinatokea pumzi ya uhai inapoondoka? Mhubiri 12 fungu la 7, Biblia inayo majibu yote. Biblia inasema, nayo mavumbi huikuirudia nchi kama yalivyokuwa. Na ndio maana mtu akifa anazikwa, anarudi mavumbini, maana huko ndiko alikofanya nini? Alikotoka. Jana nilieleza nikasema, Mwanzo 5 fungu la 2, Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke, akawaita jina gani? Adamu. Na nikasema Adamu inamaanisha kwamba hao wametokana na asili moja inayoitwa Adama, na hiyo Adama nikaeleza ni nini? Ni udongo. Kwa lugha gani? Kiebrania. Agano la kale ni Kiebrania, Agano Jipya ndio Kigiriki. Kwa hiyo wanaitwa Adamu kwa sababu wametokana na udongo, ambao udongo kwa Kiebrania ni Adama. Ndio maana mwanamke ni Adamu, mwanamume ni Adamu, na Mungu ndiye aliyewapa jina hilo, na aliwaita akiwajulisha kabisa ya kwamba be informed from now on you are from mavumbi ya ardhi. Ndio maana unaitwa Adamu. Habari yako Adamu? Mwambie tena, habari yako mavumbi. Kwa hiyo roho, halafu nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Roho kwa Kiingereza wanasema spirit, lakini ndio hii pumzi ya uhai katika context hii. Mwanzo 2:16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Fungu la 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema takufa hakika. Sasa baada ya maelezo hayo akaja kujaribu shetani, akaja na swaga zake. Hivi mzee amemwambiaje? Mzee mbona akasema tu tule matunda yote nini namna gani fresh. Lakini amesema lile matunda yule mti ule tusiaguse. Mjaribu akasema no, you know what? Bwana Yesu asifiwe. Unajua mjaribu anaswaga. Mtu akitaka kukuangusha anaswaga. Mwambia no, mbona mnaweza kukala tu halafu kuleni tu mwaweza kula. Ngoja tuendelee. Mwanzo 3 fungu la 3, shetani akaja kupindua maelezo ya Mungu. Akasema, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani
Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Jamaa kana nukuu Biblia ka shetani hapo. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtafanya nini? Hamtakufa. Shetani anapindua. Mungu amesema hakika mtakufa. Shetani anapindua meza, anasema hakika hamtakufa. Sasa hii udanganyifu huu ndio ambao tumeendelea nao, na katika dini zetu za Kiafrika mtu hafi. Unajua msingi wake umetoka wapi? Kwa huyu shetani, kwamba hakika hamtafanya nini? Hamtakufa. Siku moja nilikuwa nacheka kichekesho mtandaoni, akasema ni Afrika tupumziki. Ukiwa hai unateseka, ukifa tena unageuzwa unakuwa msukule. Napumzika lini? Ndio dini zetu hizo. Sasa baada ya kuwa wamekula lile tunda, Mungu akashuka kwa judgment. Akashuka kwa hukumu. Jana niliwaeleza matokeo ya dhambi baada ya kuingia. Mungu anapokuja anamuita Adamu, where are you? Adamu anasema niko huku, nimejificha. Kwa nini umejificha Adamu? Nimekula lile tunda ulilonikataza. Lakini why? Sio mimi, ni huyu mwanamke uliyeniletea. Mwanamke naye akaulizwa, mwanamke, mmekula tunda nililowakataza? Mwanamke naye akasema sio mimi, ni yule nyoka. Shida kaanzia hapo. Kuna watu wao wakubali makosa, lazima watafute pa kuhamishia. Kwa hiyo mimi nakushauri mchana wa leo, ni mchana au ni jioni, usiku jioni ya leo, ya kwamba hakuna udhuru wowote, wala usitafute mtu wa kumsingizia. Unapokutana na ukweli, ni bora kujitoa kwa Kristo. Hakuna udhuru wowote. Kama Adamu angesema Mungu, kweli tumekula, historia ingebadilika. Lakini jamaa alitafuta sio ni huyu. Alafu mwanamke naye sio ni huyu nyoka. Wewe kwa nini unaabudu kwenye? Kwa nini unaombea wafu na nini? Sio mimi, ni dini ya baba. Kwa hiyo Mungu akashuka kwa hukumu. Kwa jasho la uso wako anamwambia sasa wewe mwanamke utajikutazama uchungu na kadhalika, alafu tamaa ya itawaka juu ya moyo wako. Fungu la 19, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia nini? Ardhi. Ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Anakumbushwa, you came from mavumbi, you will go back to mavumbi. Kwa maana una gani? Umavumbi wewe, na mavumbi utafanya nini? Utarudi. Swali lingine, as we continue, where do we go when we die? Ndio swali letu linaloongoza tafakari ya neno la Bwana jioni ya leo. Do we go into heaven direct after death? And tukifa tunaenda moja kwa moja mbinguni? Maana mimi nasikiaga, na nadhani wewe unasikia, maana wote tuko duniani, kwamba Mungu mpokee baba yetu. Tunashukuru Mungu alishampokea katika makao yake ya nini? Ya milele. Si mnasikiaga na nyie jamani? Au ni kule tu kwetu Shinyanga ndio wanasema? Lakini swali la pili, do we incarnate? Kwamba tukifa tunakuja tena kwa mwili mwingine. Swali la tatu, can we communicate with the dead? Tunaweza kuwasiliana na waliokufa? Yaani ukaenda kwenye kaburi la baba, mwambia baba, shikamoo. Kwenye kaburi ya baba, shikamoo. Kozi weki haisomi baba, nihurumie kijana wako. Hayo ndio maswali yanayotuongoza katika tafakari jioni ya leo. Neno lako ndio kweli. Hiyo ni Yohana 17 fungu la 17, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Bwana ndio ambalo litakalotuongoza kutengua kitendawili hiki. Neno la Bwana ndilo ambalo litakalotuongoza kuwa na majawabu ya maswali haya. Mhubiri 9 fungu la 5, neno la Bwana linasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini? Watakufa. Yaani sisi tuko hapa tunajua kabisa, ukipama vizuri na malaria
unapiga simu sana, jamani tuombeane. Si soma vizuri. Lakini wafu hawafahamu, hawajui neno namna gani lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Hii ni Biblia inayosema kwamba tulio hai mimi na wewe tunajua. Yaani hapa mtu tu akikosokoswa na kabodaboda, Mungu wangu, yaani leo kidogo tu. Kidogo nini? Lakini wale ambao waliokufa hawajui neno. Wangelikuwa wanajua. Ngoja nikupe mfano. Jeneza liko hapo, ni wakati wa kuaga, mwili uko pale, unafika unaongea naye, baba ndio umeenda hivyo umeniacha. Kama wangekuwa wanajua, alafu maiti sema ngoja nifufuke kidogo, yaani maiti ile inanyanyuka kwenye sana ni sana nini, jeneza. Kuna walio hai watabaki bali hawatabaki. Kwa hiyo zile zingine zile tunazungumza nao ni ngwengwe, lakini ukweli tunajua hawasikii. La pili, swali la kutafakari. Si unajuaga wakati wa msiba tunachinjaga na ng'ombe na nini, tunakula vizuri. Marehemu huwa anapelekewa chakula gani? Nani ashikuwa? Wewe tunapelekea msosi? Hamna. Kwa sababu gani? Tunajua kabisa hawawezi wakala. Anayeweza kula ni aliye hai. Kwa hivyo kama unataka kutenda wema, mtendee wema aliye hai. Ukisubiri mtu akufe halafu ujipendekeze, mimi baba tu wote tunapendana sana, suti nitaleta mimi ya kumzikia, ataiona hiyo suti. Na kama mnampenda mchungaji Mbepi, mnipe zawadi ningali hai. Amen. Sio nimekufa ndo mnaanza kuposti, tutakumiss pastor, tutamisi mahubiri yako, hata sioni, siwezi kusoma status, siwezi kufanya hili. Kama yani mpost sasa hivi nikiwa hai, niwe nina view, alafu nasema thank you. Kwa hivyo Biblia inatueleza kwamba bahati nzuri tumesema neno lako ndio kweli linalotakasa, linaondoa uongo, lina purify, linaondoa uchafu, linaondoa mapandikizi yote ambayo tulipokea. Halikuwa kosa letu, tulipokea, halikuwa kosa letu. Niye ni Msukuma, niliwaambia juzi kwamba kule Usukumani kuna vijumba vidogo vidogo vinaitwa nyumba ya wakubwa, lakini ukikatazama ni kadogo. Unajiuliza huyu ni mkubwa gani anayetosheka kwenye aka kadogo? Lakini kwa sababu hiyo nami nilikuwa gizani, niliishi hivyo. Nilipokutana na neno la Bwana likapurify my mind. Hata nikikutaka vile vijumba vidogo vidogo huwa na washangaa, nasema sasa huyo mkubwa wenu ni mkubwa gani anatosheka kwenye kadogo hapo? Anasema unajua wewe tangu ungekuwa msomi unanyuma tu challenge sana. Naambia sasa kweli tumia tu common sense. Hesabu ya kawaida. Huyo mkubwa inawezekanaje akatosheka hapo? Kwa hivyo kuna mapokeo tuliokuwa nayo, tulikuwa tukiongea na wafu, ni mapokeo. It is not our fault. Sio kosa letu, sio tatizo letu, tuliyapokea. Lakini habari njema ni kwamba neno la Bwana lina purify our minds. Mhubiri 9:6, hao waliokufa mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Yaani waliokufa hawana nafasi tena, hawana sehemu tena na lolote linalotokea chini ya jua. Hawawezi wakabariki, hawawezi wakalaani, hawana sehemu. Husuda zao wameenda nazo, hawawezi wakatulaani. Mapenzi yao wameenda nayo, hawawezi wakatubariki.
Kwa hivyo tusihangaike kuwahangaisha waliolala, ya kwamba watubariki, Baba niondolee laana. Hawana uwezo huo, maana husuda zao, mapenzi yao wameenda pamoja nayo, wala hawana sehemu tena na yanayotokea chini ya jua. Kwa hivyo hawawezi wakatubariki, hawawezi wakatulaani. Mtu asikudanganye kwamba ufaulu vizuri kwa sababu baba yako amekulaani aliyekufa. Hapana. Ayubu 7:9, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni hatazuka tena kabisa. Yeye anayeenda kuzimuni ni kaburini, anayeenda kaburini hataonekana tena. Hii mizimu tunayosema ni kweli, nimemwona ni kama yeye, wale ni pepo, wale ni roho wachafu, wala sio ndugu zetu waliolala. Kwa hiyo huo ni uongo. Ayubu 7:10 ndio Bwana sema hatarudi tena nyumbani kwake. Yaani aliyekufa hatarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Yaani aliyekufa anakuja tena, halo Lazaro, mmelala? Nimekuja nini baba yenu niliyekufa? Ni shetani huyo anayeweza akajivika na akajitwalia sauti kama ya ndugu zetu waliolala. Neno la Bwana linaendelea kusema, Ayubu 16:22, kwani ikiisha pita miaka michache nitakwenda njia hiyo ambayo sitarudi tena. Si unakumbuka Ayubu alivyoteseka na magonjwa yale? Anasema ni miaka michache imesalia, ambayo hiyo nikienda sitarudi tena. Maana yake ni nini? Akishakwenda mavumbini hatarudi tena. Zaburi 146:4 neno la Bwana linasema, pumzi yake hutoka, mtu huyo hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yanafanya nini? Akumbuke wote kabisa. Ndio kwa heri mwalimu. Mwili ukisharudi kule. Zaburi 115:17, sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye Kenya. The dead do not praise the Lord. Ushakusikia kwaya wafu? Nani ushakusikia kwaya wafu? Praise the Lord. Walio hai pekee ndio tunayo sifa ya kumtukuza Bwana. Wanakwaya, Mungu awabariki sana kwa kumwimbia Bwana mngali hai. Amen. Na mimi nataka niimbe. Shida tu, kuna mtu mmoja nikianza kuimba huwa na mchallenge, anasema sauti yangu inatoka off-key. Ananivunja moyo sana. Zaburi 6:5, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Kumbukumbu lako, wala there is no access ya mtu anaweza kuaccess huko kaburini. Mgaya, shikamoo, asante sana kwa malezi bora. Yohana 5:28. Sasa tujue wafu wako wapi sasa? Wafu wako wapi? Wako mbinguni ama wako peponi? Umpokee, umweke mahali pema wapi? Peponi. Yaani kuna mahali fulani hivi wakifa wanatunzwa hapo. Je, kuna mahali watu wakifa wanahifadhiwa hapo? Ni Biblia inayo majibu. Hii ni bahati njema sana. Yohana 5:28, mustajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kumbe wafu wako wapi? Niulize tena, wafu wako wapi? Hawako mbinguni. Kwa hiyo saa inakuja, Yesu atakapokuja na utukufu wake, wataisikia sauti yake kama vile ambavyo walisikia, kama vile ambavyo
Lazaro aliisikia sauti yake. Wakaja zake wanamwambia Yesu, don't trouble yourself. Why? This man is dead for days now in the grave. Mwili wake ushaanza kuharibika. Do not trouble yourself. Yesu akasema aliondoeni jiwe. Akamwambia tena, oh Jesus, oh Rabbi, do not trouble yourself. Why? Huyu mtu anasikonde kabrini, mwili wake ushaanza kuharibika. Yesu akawasihi tena, ondoeni jiwe. Wakaliondoa. Walipokwisha kuliondoa, Yesu akalia machozi. Biblia inaeleza kwa nini alia machozi. Alia machozi kwa sababu si kwamba ilikuwa kazi ngumu kumfufua Lazaro. No, ni kwa sababu ya watu waliokuwa pale hawakuwa na imani. Na ndipo anasema Lazaro, Lazarus, come forth. Lazaro akafufuka, akatoka kaburini. Kwa ni Yesu pekee anayeweza kuongea na waliokufa. Ni Yesu pekee anayeweza kuongea na wafu, na akiongea wanaisikia sauti yake. Lazaro aliisikia, na atakapokuja tena na utukufu wake, wafu wataisikia sauti yake. Amen. Kwa hiyo wewe usihangaike, huwezi kuongea na wafu unless utuambie ukiongea nao wanakusikia. Wakikusikia wanakujibu nini? Maana utamu wa maongezi uongee alafu ujibiwe. Fungu la 29:5, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa namna gani? Kwa hiyo hakuna aliyekufa akalipwa malipo yake hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale wanaosema Baba umpunguzie adhabu ya nini? Hamna adhabu bado, hawajaanza kupokea adhabu. Very good. Kwa hiyo usiombee mtu Baba umpunguzie adhabu ya kaburi. Akifa anatunzwa kaburini, wala halipwi sawasawa na alivyotenda, anakaa kaburini. Na Yesu atakapokuja ndipo wanafufuliwa. Waliotenda mema ndipo wanalipwa uzima wa milele. Halafu kundi la pili, na wale waliotenda mabaya wanafufuliwa kwa ufufuo wa namna gani? Wa hukumu. Kwa hiyo aliyekufa hajalipwa, siku ya malipo bado. Kwa hiyo hamna aliyekufa kaenda mbinguni kwamba mchungaji Mbipi alikuwa anahubiri sana Injili, nina imani angekufa ameenda moja kwa moja mbinguni. No, that is a fallacy. Kwamba nikifa nitaenda wapi? Halafu nitangojea siku atakapokuja kwenye utukufu wake. Habari njema ni hii, patakuwa na ufufuo ngapi? Ufufuo wa kwanza ni wa waliotenda mema, na hao Yesu akija anawafufua, halafu anaenda nao mbinguni, wanakaa kule miaka mingapi? 1000. Baada ya miaka 1000, milenia, ndipo anakuja kwa ufufuo wa ngapi? Kwa wale ambao walitenda mabaya, ili wapate ufufuo wa hukumu. Na kuombea wewe unayesikiliza sauti hii ya mhubiri, Bwana akujalie siku ukilala ulale katika tumaini, ili uwepo katika ufufuo wa kwanza, ufufuo wa uzima wa milele. Amen. Wakorintho wa pili 5 sura ya 10 fungu la 10, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, aliyotenda akiwa hai. Wote tutadhihirishwa mbele za Kristo tukiwa hai, kupokea hukumu, kila mmoja sawasawa na alivyotenda. Mhubiri 9 fungu la 5, lolote mkono wako utakaolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Ondoa neno kuzimu, weka kaburini. Hakuna shauri, hakuna kazi, hakuna maarifa, hakuna hekima huko kaburini.
uendako wewe. Kwa hiyo walioko kaburini hawana kazi ya kufanya, hawana maarifa yoyote, ni zero brain. Hawawezi wakabariki, hawawezi wakalaani, hawawezi wakafanya lolote. Na tumeshauriwa na Biblia hapa ya kwamba lolote upatalo kulifanya, lifanye kwa nguvu zako zote wakati ambapo upo hai. Na mimi Bwana namshukuru, nimeshamwambia ningali niko hai na nguvu ninazo, nitalihubiri neno lake kwa nguvu zake zote, maana bado niko hai. Na nyie mnaoimba, imbeni sana mkiwa na nguvu, mkiwa hai, maana mkienda kabrini hakuna jambo lolote mtakalolifanya. Na nyie mnaosoma, someni sana mkiwa hai. Kabrini hakuna GPA wala hakuna lecture atakayekuletea coursework. Kabrini hamna lolote upatalo kulifanya, lifanye sasa. Kama ni kujiandaa kwa ajili ya uzima, jiandae sasa. Ukishakufa hakuna fursa nyingine tena ya kutengeneza. Ukishakufa kumbukumbu lako linafungwa, kacha, file closed. Na Yesu atakapokuja, sikiliza, Yesu atakapokuja haji kutubadilisha. We are not changed upon the second coming of Christ. Anapokuja tutafufuliwa kama tulivyokufa na matendo yetu. Ulikufa muongo, utafufuliwa muongo ili uhukumiwe. Ulikufa mtakatifu, utafufuliwa mtakatifu ili upate kuhukumiwa kwa uzima wa milele. Kwa hiyo hatima ya maisha yako yajayo ni sasa ukiwa hai. Uwezi ukatengeneza hatima baada ya kufa. You cannot do it. Sasa tufanye nini baada ya haya yote? Neno la Bwana linatueleza hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirie hao wakao juu ya nchi, na wahubirie nyie mkaao juu ya nchi. This is the gospel, the true word of God. I am preaching here. Whatever I'm quoting, I am quoting from the Bible. I'm not speaking from nowhere. Sisemi kutoka mahali pengine popote. I am preaching from the true word of God. Hata ninachokinukuu hapa yanatoka kwenye Biblia. Sasa nasema hii ni injili ya milele. Ni wahubiri wote wakao juu ya nchi. Akina nyie, akina Lazaro mloketi hapa, akina Rebeka mloketi hapa, akina Ana. Hii ndio injili ya milele. Hawakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, kwamba akasemaje? Akasiku Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ni Mungu pekee anayepaswa kusujudiwa, anahitaji tumche. Si mapokeo ya babu zetu, sio mapokeo ya wazazi wetu. Ni Mungu pekee anayestahili kuabudiwa na kusujudiwa, maana ni kwa sababu yeye alifanya mbingu na nchi na chemchemi za bahari. Saa ya hukumu imekuja, for the hour of judgment has come. Sasa hii ndio habari njema ya kwamba pamoja na haya yote sasa, baada ya kujifunza sasa mimi nifanye nini? Jibu ni hili: ni mche Mungu na kumtukuza. Ni usujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Nisisujudie mapokeo, nisisujudie dini za babu zetu, nisisujudie elimu ya wazee wetu waliokufa. Mimi ni mche yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Nani jioni ya leo anayesema Bwana, asante kwa neno lako, nami nitauchukua ukweli wako kama ulivyo. I will uphold the truth as it is, and I must do it. I must uphold the truth. Hakuna namna nyingine, sina uchaguzi bali kushikilia ukweli wa neno lako na kushangilia Bwana, maana neno lako lina purify, neno lako linanitakasa, neno lako linanifanya niwe mtakatifu,
Neno lako linang'oa mapokeo, neno lako linang'oa elimu ambazo hazipatani na neno lako la uzima. Wanaosema Mungu wa mbinguni nisaidie, kwa neno lako la uzima nikatakaswe. Wanaosema hivyo usimame pamoja nami. Asante sana kwa kadri ambavyo tunavyoendelea kufunuliwa ukweli huu, Bwana anavyonena na kila mmoja wetu. Ni saa ya kutafakari na kufanya maamuzi ya kuchagua ukweli na kuamua kumfuata Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na kwamba kwa neno lake ndiyo taa ya miguu yetu. Na tuombe. Mungu wa mbinguni, Baba yetu mtakatifu, leo tena umenena nasi, umetufunulia ukweli wote wa neno lako, umetufunulia jinsi ambavyo tumekuwa tukidanganyika, si kwa makosa yetu wenyewe, ni vile ndivyo elimu tulokuwa nayo hapo kwanza. Lakini Baba, tunakushukuru kwa neno lako la uzima, ya kwamba upo ukweli wa kuufuata, ukweli wa neno lako. Na kwa jinsi hiyo, kama ambavyo theme ya somo letu inavyosema kwa juma hili, the truth we must uphold, tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu, ukweli wote unaoleta katika maisha yetu tuweze kuushikilia, tukaachane na mapokeo, tukaachane na elimu za huko nyuma. Na kwa sababu neno lako linaweza kutakasa, tunaomba tupatie nafasi ya kuwa watoto wako, na neno lako pekee likatutakase, likatupurify, likatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Mtumishi wako jioni hii tena naomba kwa ajili ya vijana hawa, uwabariki, uwalinde, uwatunze, na kwa ajili ya neno lako la uzima ukawatakase kweli kweli. Akina dada, akina kaka, watakase kwa neno lako, na vile unavyowatakasa kwa neno lako, wapatie ujasiri wa kuamua kulifuata neno lako, na neno lako pekee, sola scriptura, the Bible alone, the scripture alone, na sio mapokeo ya wanadamu. Na kushukuru Mungu wangu wa mbinguni kwa sababu utaendelea kunena nasi, na kesho tena utatuleta tuendelee kujifunza, tuendelee kutakaswa kwa neno lako. Lakini jioni hii leo Baba, Mungu wangu wa mbinguni, bariki kutano lote hili, bariki wageni wetu, na kesho tena walete, tuendelee kujifunza, na ukalete na wageni wengine zaidi, tuendelee kufunuliwa mapenzi ya neno lako. Katika masomo yao uwabariki, katika mahitaji yao ukawategemeze, katika mipango yao ukawainulie nuru ya uso wako na kuwabariki. Tunaomba hivi kwa imani, kwa jina la Yesu Bwana wetu, amen.